Pendwa mtazamaji wa Utakaso Television, kwa serious sana kwa maana ya ugonjwa wa kichaa. Ametoka kwenye ugonjwa wa kichaa. Karibu sana dada. Asante sana. Pengine utuambie kwa majina yako, unaitwa nani? Naitwa Justina Kigomba. Justina Kigomba. Okay, Justina. Pengine ungetueleza kwa ufupi zaidi ushuhuda wako. Wakati nilikuja kwenye hii kanisa kwa mara ya kwanza nilikuwa nina shida ya kuchanganyikiwa. Wakati huo nakuja hapa nilikuwa nimepelekwa sehemu mbalimbali, ikiwemo nimepelekwa Milembe. Nimekaa kama mwezi mmoja. Baada ya kushindikana ndo nikaletwa mahali hapa. Na ulikuwa pengine wapi hilo tatizo lilikuanzia kabla ya kufika mahali hapa? Ulipokuwa huko pengine ni sehemu gani ambapo tatizo lilianzia? Tatizo lilianza wakati naishi, kuna sehemu moja inaitwa Lumumba. Nilikuwa naishi huko, kwa hiyo hii changamoto ilinikutia nikiwa nipo huko Lumumba. Nianza tu ghafla au kuna sababu pengine ilichochea hali hiyo mpaka ukajikuta kwenye hali hiyo ya sintofahamu? Tatizo nilianza kwanza kuuma vidonda vya tumbo. Baada hapo nikapelekwa hospitali. Kwa hiyo hali ikawa inaendelea hivyo. Baadaye sasa ndo nikaanza kuona nachanganyikiwa. Nilipoona nachanganyikiwa ndo kanipeleka hospitali. Baada ya kunipeleka hospitali ya jirani, inabidi wakaniandikia barua, inabidi niende Dodoma, hospitali ya Milembe. Ndio kutoka hapo nikapelekwa, wakafanya utaratibu familia yangu pamoja na wazazi wangu, nikapelekwa huko. Nilipopelekwa huko ndio nikakaa ndani ya mwezi mmoja, lakini hiyo hali ikawa bado. Kurudishwa. Nakumbuka baada ya kurudishwa sasa hiyo hali ikashindikana, ndio akapatikana mawasiliano ambayo mawasiliano ni kanisa la Kijiji la Utakaso. Kuna viongozi wa kanisa walifanya mawasiliano pamoja na wazazi wangu, ndio nikaletwa mahali hapa. Kwa maana ya taarifa za upatikanaji au taarifa za kumpata nabii au ulizipata kutoka kwa wazazi wako? Ndio, kutoka kwa wazazi wangu ndio walifanya hizo jitihada za kumpata baba. Baada ya kuletwa mahali hapa, namshukuru Mungu kwa kunitendea kwa neema yake. Toka nimefanyiwa maombi na baba yangu Nabii Sebastian, mpaka sasa hivi niko salama kabisa na niko vizuri hivyo tu. Una kitu gani pengine cha kuwaambia watazamaji wetu hapo wanaotuangalia, pengine cha kuwashauri, au pengine wangetamani muujiza huu ambao wewe umepokea leo, pengine wangetamani kama nao wapokee muujiza kama huo uponyaji ambao wewe umepokea? Kwanza nashukuru kwa hii nafasi, kwa sababu mimi ninachowashauri kwa wale ambao wanaonitazama, wanaonisikiliza, pia wanaofuatilia, ningependa kuambia jambo moja, kwamba Mungu wa mahali hapa anatenda. Kama kuna mtu yeyote ambaye haamini kwamba Mungu yupo, lakini kupitia mimi natamani angeamini pia na angejaribu kufika mahali hapa. Naamini kwa changamoto yoyote iliyokuwepo, kwa sababu mimi kama nilikuwa kichaa na Mungu akanitoa kwenye ukichaa, akanifikisha mahali hapa na akaniponya kwa namna yake. Na mimi na imani kwa atakaye kuja kwa changamoto yoyote, hajalishi ni changamoto gani, Mungu atamtendea muujiza. Kwa hiyo mimi napenda kuwakaribisha wote wakaribie mahali hapa. Mungu wa mahali hapa anajibu na anapona. Mpendwa mtazamaji, hakika ni Mungu amefanya na anaendelea kufanya matendo makuu ambayo anaendelea kuyafanya chini ya watu wake. Basi nikutakie utazamaji mwema wa Utakaso Television, na kwa sasa kwa heri. Nifundishe kuzihesabu siku zangu, nisije nikajisahau. Mungu